Kwanza kina muonekano wa rohoni, cha pili muonekano wa kimwili. Kama umeandika muonekano wa kiti cha mwanadamu, kwa ile nafasi kwa katika muonekano mbili. Cha kwanza muonekano wa rohoni, kiti chako cha kwanza kina muonekano wa rohoni, cha pili muonekano wa kimwili. Bwana sifiwe. Kwa watu wa Mungu, maisha yako hivi, nafahamu kwamba maisha yako kabla hujaishi duniani yalikuwa hapo. Wangapi tunajua hilo? Kabla haujaishi duniani ulikuwa hapo. Haleluya. Ni hivi. Duniani unasherehekea happy birthday yako kwa kuzingatia majira ya dunia. Lakini kiuhalisia wewe hauna happy birthday. Wewe halisi hauna siku ambayo ulizaliwa. Bwana sifiwe. Haleluya. Sema mimi halisi sina siku ambayo nilizaliwa. Kwa sababu wewe halisi kwanza upo katika Utatu Mtakatifu. Watu wa Mungu, wewe ni Mungu Mwana. Upo kwenye nafasi ya Mungu Mwana. Haupo kwenye nafasi ya malaika. Wote waliompokea walipewa uwezo wa kuwa wana. Wote waliompokea walipewa nafasi ya kuwa nini? Uwezo wa kuwa wana. Na ukisoma ile Mathayo, ukisoma ile Waefeso 1:4, anaelezea alituchagua katika yeye. Hata kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu na dunia, tulichaguliwa katika yeye. Kwa hiyo tulikuwapo katika yeye, ila tukachaguliwa katika yeye. Maana ya kuchagua, maana viko vitu vingi. Ila wewe ulichaguliwa katika yeye. Kwa hiyo kuna roho nyingi ziko ndani ya Mungu. Ila wewe ulichaguliwa katika ili kufanya kusudi. Ulichaguliwa kwa sababu kwa mujibu wa nafasi ambayo Mungu alikupa. Maandiko yanasema hivi, ishara ikaonekana mbinguni, mwanamke kama mwenye mimba. Ukisoma hilo andiko inaelezea kwamba na mwanamke huyo mwenye mimba alishambuliwa na dragon. Na dragon akatoa maji kama mto ndani kutoka kwenye kinywa chake. Na ardhi ikafungua kinywa ili iumeze ule mto. Bwana asifiwe. Na ile andiko linaongelea kabla ya Yesu kuzaliwa. Maana kabla ya Yesu kuzaliwa nafasi yake ilijulikana mbinguni kwanza. Kabla ya Yesu kuzaliwa nafasi yake ilijulikana mbinguni kwanza. Kwa maisha unayoishi duniani lazima utafute kuishi kama vile ambavyo mbingu ilikusudia. Msifuatishe namna ya dunia hii. Warumi 12:2. Msifuatishe namna ya dunia hii. Kwa dunia ina namna yake, inataka inakulazimisha uifuatishe. Lakini kwa mujibu wa Mungu aliyekuumba, Mungu alikwisha kupa nafasi. Mungu alikwisha kupa nguvu kutoka mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa lazima utafute kujua kwamba lazima niishi kama mbingu inavyotaka niishi. Yaani achana na mambo yanayoendelea duniani. Changamoto duniani zipo. Kuna kuanguka na kuinuka. Ukisoma ile Isaya ngapi? Isaya 39, kama ngapi 29. Anaelezea pale kwamba hata vijana watachoka na kuanguka. Lakini mwisho watapata nini? Nguvu nini? Nguvu mpya. Wakipata nguvu mpya watapaa kama nini? Kama tai, na wala hawatachoka tena. Bwana asifiwe. Achana na hiyo hali. Watu wengine unaanguka, unaanguka. Kuanguka sio kushindwa. Aliyeshindwa ni mtu aliyekufa pekee. Huyo ndiye aliyeshindwa. Kwa sababu aliyekufa pia hawezi kuokoka. Yaani mwili ulionao usichukulie poa mwili.